fried is What is the meaning of that word inamaanisha nini? It's derived from the word stirring, ile kukoroga. Stir. Sasa ikataa ni kuwa stir fried beef. Hiyo ndo tunaenda kupika leo na tutaiserve na French fries. French fries ni viazi ama chips. Ndo zinaitwa French fries. Okay. So hizo ndo tutaserve nazo. Our stir fried beef. And it's very simple. Tutaanza na kukatakata beef yetu. Tutaanza na kukatakata. Tukikatakata, although before tukatakate, tutaifanyia kitu inaitwa trimming. Trimming ni kutoa hizi ngozi zenye unaona nje. Yeah. Hii ndo inafanyanga ukipika beef, nasikia haivi inakuwa ngumu. Yes. So ndo ikuwe tender. Naifanya trimming kwanza. Na toa off cuts. Hii ni kama kutoa ng'ombe ngozi upya. Hii ni ile ngozi yenye ukichemsha inakuwa ngumu. Inafanya nyama inakuwa ngumu hata moto haingii ndani. Sasa tunaanza na steaming. Tukimaliza ndo tuanze kukata. Yeah, trimming, sio steaming. Oh, trimming. Okay. Yeah. So tunafanya trimming. Toa off cuts. Tukishatoa ndo tukate sasa. Tukishatoa ndo tukate. Inafaa itoke yote hii. So that nyama isiende kuwa ngumu. Yeah. Hata kuiva itaiva haraka. Itaiva haraka sana. Shazoea kutoa hii. Haikai kazi ngumu. Nyama yako itaiva perfect. Tunatoa ndo tuanze kukata. Hii tulikuwa tushatoa. Iko safi tayari. Tunaweza kata sasa hii. Yeah. Kama pia kukata iko na endelea kukata. Tudogo tu cubes. 2 cubes. Yeah. Cube shape. Ama boxes. Cube shape ama boxes. Hii ni box shape hii yenye nimekata. Yeah, iko sawa hivyo. Okay. Tukimaliza ndo tutaiosha. Purpose ya kukata ndo tuoshe ni kuavoid ikuwe slippery wakati unaikata. Ukikata ikiwa na maji mengi kuna high chances ya kukata kindole. Okay. Ndio maana tunakata kwanza alafu ndo tuioshe. Tukimaliza kukata sasa tunaosha. Shakamua. So after that, tunaweka ichemke. Tutaiboil. Okay. For how many minutes? Itachukua muda kidogo. Itachukua around 25 minutes. Ichemke hadi lainike kabisa ikuwe nyepesi. Manake hatutumii spice yoyote ya kutenderize. Kutenderize ni kulainisha, kuifanya ikuwe laini. Inachemka tu yenyewe na maji. Work it very naturally. So siku hizi tunapiga spice teke. Okay. Spices mingi. Utaiweka hapo. Iendelee kuchemka. Endelea kuchemka hapo pole pole. Okay. Na hoho pia tunakata vile tumekata kitunguu. Yeah, nakata boxes zote.
Wa kukaanga. So niko hapa naiweka kwenye beef. Ichemke nayo. Chemke na beef. Buka kwa hii beef yetu hatujaweka chumvi. Tuliweka kweli? Hatukuweka. Tutaweka baadaye ama? Tujaweka anything, ndo tumeweka kitunguu. Then tuweke chumvi kidogo pia. A pinch of salt. So meanwhile, tutaitengenezea dessert yake. Dessert yake ya? Kwa maana tuko na matunda hapa. Kama tumia hili imeiva hili. So we start by peeling it. Okay. Tunaweza i-transfer iko sawa. Tunai-transfer. Mtu anafaa kukula health. Ndizi manake ni nyepesi, sio ngumu kama maembe. Hii hatutaizungusha sana, tutaikata rings. Rings. Zini rings. Kata sana ita mash up. Kata kubwa kiasi. Nyaziazi mash up haraka. Hivi. Perfect. Tunaongeza, tunaweka hapo ndani kwa hii mixer yetu. And after that, tunakata passion ama? Tunakuja kwa hiyo watermelon. Tunakata the same shape with maembe. Cubes. This way. Tunakata cubes. Nalo tunaongeza hapa kwa hii mchanganyiko. Sema tunatengeneza fruit salad. Yeah. Yenye tutaiserve kama dessert. Yeah, stir fried beef. With Yesema stir fried beef tunaserve na nini? Mesao. Na chips. French fries. French fries. Ma chips. Yeah, ma chips. Yeah. And after hapo, tunaweka passion. Passion haijakomai. Lakini pia iko healthy. At least. Saidia kijiko hapo. Tunatoa ndani. Okay. Hii nayo chenye kinakula kwa passion ni mbegu zake, ngozi unatupa. Sasa tunaiweka hivyo. Sprinkle tu juu. Okay. Ndio isikwame chini. Hiyo ni ya kuilablicate tu. Sasa mafuta ni ya kuilablicate. Isiungulie. Kwa kidogo. Then naweza nisaidia kuongeza our onion. Tena tuongeze kitunguu. Weka yote. Okay, sasa tuweke yote. Ile ya kwanza ni kama ilichemka hadi ikaisha. Ile kitunguu ya kwanza?
ya ikawa imeingia kwa nyama ndani. Kwa maana nikwambia kitunguu inapeanga nyama taste, chakula taste. So since ina maji, endelea tu kukoroga pole pole. Ndio maana inaitwa stir fried beef. Stir fried beef. Jina inatoka kwa hii kukoroga sasa. Kukoroga tu mpaka iive tu yenyewe. Mpaka iive. Koroga tu. Kustia. Mpaka iive yenyewe. Inanukia tamu. Imeanza kutoa aroma tamu. Kisha kwa ndo tutaongeza hiyo green pepper. Tutaongeza hii. Naendelea ku stir fry. Naendelea kukoroga pole. Na moto umekuwa mkali, tuna regulate moto. No, tuendelee kustia mpaka iive yenyewe. So at that point, tusema spice yenye tutatumia imported, it's only the dark soy sauce only. Nayo iongeza ladha yake. Inaongeza ladha. So tunafanya seasoning. Tunaweka soy sauce kidogo sana. Ukiweka mingi itakuwa kali. Inakuwa kali, inakuwa very strong. Tunaikanga a drop. Stir fried beef yetu tunaona imekuwa. But the next thing ni kuitengenezea side dish yenye tuta serve nayo. Yenye tulisema ni French fries. Na basi mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, katika kipindi chetu cha pishi bora tumezidi kujifunza, na leo hii tumekuwa tukijifunza kupika stir fried beef, ambapo tutapika na French fries, na pia pamoja tutakuwa tunaipeleka moja kwa moja ama tutakuwa tunaisukuma ikiwa na dessert ya fruit salad Cinderbad. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake parts kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo.
Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they deleted. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding. Ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Every Wednesday night, join me for powerful stories and informative stories that will touch your heart and also will be informative on Ndizi TV Africa, where we will be having able and ambitious. Join us as we empower voices that need to be heard and also encourage the inclusive voices in the society, one story at a time. We educate, we inspire, we break barriers and remind the world that disability is not inability. Tune in to Ndizi TV Africa every Wednesday as from 8 p.m. as we celebrate and empower the able and ambitious in our society. Ndizi TV Africa, beyond Africa. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka, either iwe ni murder, a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki.
Black Market Records. What's up my good people, it's your guy Aleka Alex. Na nitakuwa nikiwaletea show moto, show fire, show konki, show mambo bad ndani ya runinga yako number 1 Dizzy TV Africa. Tune in every Monday to Friday as from 2 p.m. to 4 p.m. Usikose, hii na itakuwa kari. Kuja tupige dance, tupige gossip, tupige gumzo. Au see you. Kanogo masonsesi ofumita bufumi santi masonsesi kugambe mafonsesi o zambe tenda wema pewa. Basi mpenzi mtazamaji, karibu tena ndani ya kipindi chetu cha Pishi Bora, pale ambapo tunasemanga kwamba kila siku tunaleta ubunifu jikoni. Leo hii tukiwa na mpishi wetu Baden, anatufunza kwamba leo hii tulikuwa tunapika French fries. Sasa tunaenda sekta ya French fries, tutakuwa tunapika, usibanduke hadi tumalize. Basi mpishi wetu Baden, njoo tuonyeshe vile ambavyo tunapika French fries sasa. So French fries, tutaanza na kupreheat mafuta. Tutapreheat mafuta yetu yenye itakuwa inatusaidia kupika. So mafuta yaendelee kushika moto. Then the next step ni kupeel our potatoes. Okay, tutakuwa tuna peel. Anajitanga Irish potatoes. Irish potatoes. Kenesi tunataka tupike French fries. French fries. Ambazo ni chipo. Zitasukumwa na stir fried beef. Alright. Isa ndio itakuwa side dish ya stir fried beef yetu. Alafu ndio maana inakaa breakfast for lunch, so that digestion ikichukua muda unapata uko kazi. Uko active. Kweli. So hivi ndo tunakata viazi zetu. Tutengeneze French fries. After kukata, tutaziosha thoroughly. Mpaka zing'are. Nazitengeneza tuoshe. Zitakuwa zimekuwa. Sorry. It's okay. Sasa tunakuwa tunaosha. The next step is cleaning. Zishakuwa safi. Zishang'ara. Basi mara ya mwisho. Tunariki mara ya 3. Maana jikoni lazima tuwe wasafi. Usafi ndo the first priority. Zimekuwa safi.
umeshika moto. Tuna check na maji yapo sawa ama vipi? Na unajuaje sasa hata kama inafanya hivi, unajuaje kwamba imeshika moto? Kulingana na ile sauti itatoka hapo ndani kama hivi tayari nionyesha mafuta hajashika moto vizuri. Yako moto lakini si vile hayawezi pika chips yakiwa hivi. So itabidi aendelee kushika moto. Ingekuwa moto ile drop yenye imefika tu hivi kwa maji, kwa hiyo drop ya maji vile imefika tu hivi kwa mafuta, ingesikia imepiga kelele mingi. Sasa kelele ndio inatofautisha kwamba hii mafuta iko sawa ama bado haijakuwa sawa. Magnitude ya kelele ndo ina indirect. Okay. So tukingoja mafuta yetu ishike moto. Tunasema kwamba this is for breakfast. Ama lunch, but not dinner. Watu wa dinner mjipange na managu na sukuma. Watu wa dinner wanafaa kule, kama ulikula strong lunch na strong breakfast, unafaa kule a very light dinner. Lakini unajua watu wengi pale nje wanaamini kwamba vitu kama nyama, kuku, samaki watu tumia for supper. I don't recommend that. For their health. That's unapatanga. Nianza kupatwa na hizo mashida za mwili. Pata ati daktari anakukataza nyama na kwambia content ya nyama kwa mwili imekataa. Ni juu uachi nyama yako digest vizuri kwa mwili. Na basi unafaa uikule wakati uko active ndo ikuwe digest na hapo ndo itakusaidia. Na hivyo pia ndo watu wanapata vitambi wengi. Unapata upendi kitabu lakini umepata kitabu, na shangaa kitabu inatoka wapi? Wengine wanasema kwamba wasikia hivyo kwamba watu wakule nyama for lunch and breakfast, not dinner. Watu waache kidhambi. When your body is active at night, just eat something light. That is why kwa Pishi Bora tunajifunza mengi. Tukijifunza recipe bado inatuambia tunafaa kula wakati upe. So now, mafuta yetu iko sawa. Let me check. Nasikia sauti inaongezeka. Nimesikia sauti inaongezeka. Sasa mafuta iko sawa. So tunaweka our french fries. Tunaweka viazi zetu tuzitoe zikiwa french fries. Unaweka polepole manako. Ukiweka mingi, weka na kierere, mafuta yako yatamwagika yote. Ni kweli nimeona vile inakuja. Yameanza kububble. So unaweka tu kwa utaratibu polepole, usiharakishe. Kiharakisha utajichoma ama utamwaga mafuta yote. Exactly. Tunaweka french fries zetu. Zitakuwa zinaiva polepole. Zitachukua muda upi kuiva? Viazi huwa vichukui muda mrefu. Dakika 15 or even less than 15. So inalingana na kiwango cha moto ambacho umeapply. Ukiapply ukibalance moto vizuri, inafaa ichukue 10 to 15 minutes. Ndio wakati mwingine tunakatazwa kwamba tusitumie viazi kama hizi french fries. Kwamba sijui zinatumika mafuta. Is it healthy? Ama tu ni ile sisi tunakula for enjoyment? Siku hizi kuna yule mwenye anaogopa mafuta. Kuna different recipes kupika tuma hizi fries. Kuna machine imekuja, unaweza tumia, inaitwa steam fryer. So inatumia tu steam. Zinaiva. Zinakuwa tamu kama hizi zenye tumezoea. Vizuri sana. Or even unaweza tumia, si lazima utumie hiyo machine imported, unaweza tumia hata oven. Uzibake. Kama purpose yako ni kukula tu fries, si lazima uapply mafuta. Unaweza tumia oven uzibake. Na zinakuwa tu sawa, ziko na kila kitu sawa. Kila kitu iko sawa. The main purpose ni kuivisha. Bora tu ziive vizuri na ukule. Exactly. Okay. Tungoje basi zikiiva ndo tuone itakuwaje. Watu wengi tumezoea inatumika, unaweza tumia hiyo air fryer ama oven kupika. Sasa mtazamaji pale nje amejifunza ya kwamba si lazima mtu atumie oven kupika keki, bado anaweza tumia kupika french fries. French fries.
sana sana hiyo fruit salad unaweza itumia for dinner. For dinner. Pia inafaa for dinner. Yeah. So that at least ile time mwili umelala uko relaxed, pia inakusaidia sana. Unaweza itumia kama kiamsha kinywa asubuhi. So asubuhi na sapa. Tunasemanga fruits are best served in an empty stomach. Yeah. So itakupunguzia gas kwa tumbo na acid. Kama uko na ulcers ita control pia. So in the morning fruits it's a good option. Either fresh juice, a fruit or fruit salad. Yeah. Na wakati mwingine kuna wale ambao ama fruit that is before hiyo ni starter yako ya asubuhi. Sijasema hiyo ni breakfast. Ni starter yako tu pekee yako binafsi. Hiyo ni starter yako ya asubuhi. Ukianza na hiyo so unaweza enda kwa breakfast sasa. Yeah. Na wakati mwingine unajua kuna wale ambao hatujajua kubalance fruits. Mimi naweza amka nichukue avocado, mwingine achukue ndizi ama tunda ni tunda. Tunda ni tunda. Tunda ni tunda. So wewe ndo utakuwa unaamua leo nitakula avocado, kesho nitakula banana, kesho kutwa nitakula popo. Ama ile bora ni tunda, umepata tunda umekula. Bora ni tunda. Yeah. Na French fries zetu zimeanza kufloat. Hiyo ni dalili kwamba maana yake zimeanza kuiva. Zimeanza kuiva. So zikifloat alafu ziturn brownish. Zitakuwa zimeiva. Zitakuwa zimeiva. French fries zetu naona ziko sawa. Zimefruit na zimeturn brown. Zo ziko sawa kwa kutoa. Sawa kabisa. Toa. So transfer in another container. Then ready to be served. It's not yet ready to be served. We need to add some salt. Okay. We need to season it. No, at least ikuwe na taste. Remember hakuna anything tulikuwa tumeongeza. So hapa tunaweka salt kidogo. Naweka salt kidogo. Alafu ishake hivi. Ishake it so that ikae sawa. Mix. Kwa sawa. And after hapo, we are ready to serve it. Ready to be served now. Tunaiserve na iweka beef yetu sasa. It is ready to be served. Iko sawa. But we need to reheat our beef. We need to reheat it or warm Pasha it. kidogo. Yeah. Tunaipasha. Tulikuwa tushamaliza kuipika. Sasa ni kupasha. Ni kupasha tu na kuserve. Our stir fried beef. Stir fried beef. It's ready to be served, accompanied by French fries. French fries. I feel it's warm enough.
Wow. This is nice. This is our beef. Then, on that plate, we are going to garnish this plate with some ketchup. This is tomato sauce. Hatutaweka juu, tutaweka hapa pembeni. Kuna wale ambao watumii wakati mwingine. Client wetu akienda consume, sipate sahani imechanganyika. Then after that, tunachukua hii fruit salad yetu. Yes. Kwa tumetunza kwa freezer. Serve nayo. Tuna serve na our fruit salad. Tuna serve na our fruit salad. So wakati unachota fruit salad, ina mix yenyewe tu automatically. So wakati tulikuwa tunatengeneza, that's why hatukuikoroga. Hatukuiashwa. Yeah. So unaona imeanza kumix yenyewe. Yeah, sure, yeah. Kiendelea kuikoroga ita mash up kwa vibaya. So and it is okay. Na imekuwa our stir fried beef served with french fries and some sort of fruit salad. We are good to go. You're good to go. Basi mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, leo katika kipindi chetu cha Pishi Bora tumejifunza mengi vile ambavyo tunafaa kupika french fries na pamoja na beef ambayo imeundwa sawa sawa stirring fried beef na pamoja ikasukumwa na fruits ambazo ziko hapa. Yani tulisema it is for lunch and for breakfast but not for dinner, kwa sababu ya nyama. Wakati mwingine mpishi wetu alisema kwamba ukiwa umelala hauna nafasi ya kufanya digestion, so inakuwa sawa ukichukua this for breakfast and dinner. Baden, yes, unazaambia nini mtazamaji pale vile ambavyo tumepika hivi? Unamuhimiza nini kwa wale wenye wapendi nyama? Kwa wale wenye wapendi? Kuna wenye wapendi nyama wanasema mimi siwezi kula nyama, mimi sipendi chips, nitanona. Kwa wale wapendi nyama, I think yetu tumebalance vizuri. Tumebalance recipe yetu vizuri. Manake with the fruit salad, hata kama upendi nyama, jua papa watu wengi wapendi nyama. Wengi wenye najua wenye nimekutana na out of experience waniambianga nyama inaleta vitamin, inaleta goita, inaleta hizo side effects. But the main purpose yenye inatanga hizo ni juu ulikula nyama ukuipea nafasi ya kudigest. Lakini the moment umesukuma na fruits for one nimekwambia zinasaidianga pia kwa digestion na kupunguza gas kwa tumbo. So ukizoea kula nyama yako na fruits, you're good to go. Hautakuwa na hizo shida za mwili. Naam, basi mpenzi mtazamaji, iwapo unataka mpishi ambaye anapika, mpishi Baden anapatikana katika Bisauna, anapatikana pale, utakuwa umempata pale na utakuwa umepata your stir fried beef. Yeah, utakuwa umeipata mara pale. Na mpenzi mtazamaji, na hapo ndipo tunafika kikomo katika kipindi chetu cha Pishi Bora siku ya leo. Ungana na mimi kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku ndipo tujifunze na kujifunza mengi, kusherekea jikoni. Tuna enjoy hapa, tunacheka kidogo, tunachanganya ndimi. Umekaribishwa kila siku ya Jumanne ndipo tupike na mimi Ronelfa. Tungane katika wiki ijayo. Bye bye.